Abachele binda ibudho motala tala kwa mungula munini wa Musumbe Rigathi Gachagua uthakwe mbungeni munini wa Musumbe Rigathi Gachagua ndine oneni wake na isesesi ya Mauvoku, Mameru na Embu no kanisi ya Musumbe Dr. William Ruto kana etikila kiekende ndake the watonya kuwekeka inge ni andomaku makimane. Gachagua no kanisi ayumbe inge alame kwenda kumungula asia memukita ni kwithwa anena wala uona wasia wa mwene ndi asia ni kabako mwenu cha kote kumwia akengane Joseph Ketheka no ukutoa mbese vilingi wa Mauvo. Usidharau sisi watu ya Mlima Kenya. Kavina ni kamutala muvyu wa kumvetanga kivilani mwini wa President Rigathi Gachagua kivilani kiu uvani watu wa mbungeni mwenyani wa uni kunena ni wa nzeke siweta kana mbunge mbewa manatatu tamekiri sahi sia ukwata mba uendekithio uu. Hii maneno ya kiongozi kuaminika ni muhimu sana. Kwi muthanyani wa iyo mwini wa President ukwati ifuso ya kunena na isese kauta sia Mauvo sia kuma kaundi ila mwaki uwa kiuteti uwetu kanite muno ila ni Embu therakanidi ondu umwe na Meru nikenda kunenania imwe kwa imwe na enendi maisio isu. Ndini unenania Gachagua notavisie mbosi wake ula ni President William Ruto kana kethano kwitikila vetangwe uyani ndaketha atonya kuiki kaingi ni enendi makenya kumanwa na mawathano make mavu beni. No, mimi nimekuwa nimemwamini. Yeye akikosa kuwa mwaminifu hakuna kitu mimi naweza fanya. Alisema mchana kila mtu akiona akasema mimi nitaketi vizuri na naibu wangu, nitamtunza, sitakubali atukanwe, sitakubali hangaishwe vile nimehangaishwa, atakuwa na kazi ya kutosha. Hiyo tayari imefanyika, bila teswa na hangaishwa imefanyika. Hiyo hapo hiyo uaminifu imeenda chini. Ile kuaminiwa. Sasa akiidhinisha ati watu waende waningatue kwa kazi, sasa yeye kuaminika tena hata akienda kanisani, hata akija hapa Meru, hata akienda Embu, hakuna mtu anamwamini tena. Ingi Gachagua no kulia mbunge ala makwete mba umorala uma ekeonena nsia mbungeni matambite kuutwa kula ku mwene ndi nundu ni umwene wa siana niwe wamaza kuiye ahiweta kana morala wonthe utwa wa mbungeni ni walite sila kula ku mwene ndi. Tunajua sheria ya Kenya nasema mswada wote ukienda bunge, katiba ya Kenya, na umeona mahakama ikisema lazima uende ufanye public participation. Wajumbe hao wakipeleka mswada bunge, waende kwa wananchi waseme iko mswada imekuja pale bunge ya kumtimua Rigathi Gachagua kama naibu wa rais. Nyinyi ndio mlimwandika kazi, maoni yenu ni gani? Na hiyo public participation haifanywi hivi, inafanywa na njia wazi. Wakusanya hiyo maoni yote walirudishe bunge. Sasa wakiamua vile wataamua. Uamuzi huo lazima ufuatane na maoni ya wananchi, ile inaitwa public participation. Nusio kiumbula ingi kula kumwene ndi kana kaholo kukitokwa oyu vaikindo kina maana endeni wa kuweta uwo na kuithainena wasia wa mwene ndi vala wathanie kavama mwinuche kute kumwea aeke uweta uwo nundu wa edukiasia kiloko kita ground. Na kama ukweli hautakikani, labda wanifukuza kwa serikali kwa sababu sasa mimi siwezi badilika. Sasa unajua unafika bahali niko miaka 59. Sasa kwa miaka 59 I cannot change. Najua mimi sasa ukweli iko wa damu yangu, iko kwa misisi yangu, mimi niko hapo. So mimi nitaendelea kusema ukweli at any one time. Rais Gachagua yako na nafasi ya kukaa na watu ya Mount Kenya vizuri. Aheshimu viongozi wao, akae vizuri na sisi, timize zile ahadi ambaye alipeana. Hao watu ya Mount Kenya ni watu reasonable. Mimi sioni wakiwa ni watu wabaya, ni watu wazuri. Nusio kiingi aliana kuidhwa aikonaniwa na meatianio ya Gen Z ahiweta ona President wa mwene ni waisika na ikundi ya Ford Foundation ni hiyo atoa isiki na ndesi etuikie niwe ata. Kuna watu wamekuwa wakijaribu kuhujumu maofisa karibu na mimi ndio wanipake mimi matope. Watu ya Gen Z ni wengi sana. Kama watu ya Gen Z ni wa Rigathi Gachagua, mimi ni mwanasiasa ako na umaarufu sana. Hakuna mwanasiasa yeyote Kenya angetaka Gen Z kuwe nyuma yake. Kama wanataka kunipea Gen Z kuwe ni yangu, nimekubali. Gen Z is a big force. Ukiwa na Gen Z utakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya asubuhi. Lakini ukweli ni kwamba na kila mtu anajua, hata ukiuliza wananchi, ile hasira ilikuwa na Wakenya ya finance. Rais wa Kenya alisema wenye kupanga hii maneno ni watu ya Ford Foundation. Ford Foundation inakuwaga Amerika. Ofisi ya Rigathi Gachagua iko pale Karen. Sasa mimi nauliza watu yangu wanafanya kwa Ford Foundation. Rais ndio mwenye kusema, ndio wako na ushawishi mkubwa katika Jamhuri ya Kenya. Rais wa Jamhuri ya Kenya
amecondemn Ford Foundation ndio ilitoa pesa ya kuleta maandamano Kenya. Ndio huyu wako Washington ameenda kuwatembelea. Sasa what are we saying? Kavinani kwa minukilia nutheisi nzeve yake akonania na ndeto ila unakonaniwa nasio ahiwete kana tamukoni yemesa munene wake ayite silingi bilioni nyanya ayenda ayivwe kule ile seumie kiimani nundu wake vala ingi umutavisi president kana mbado eyo na ivuso ya kwithukisi andu maki imani ingi na kumanenga ndaiya ila ya elite. Hata niliona watu wengine jana, leo niona gazeti ikiandika mambo ya upuzi. Ati ndikonga pesa ya rais ati nikidai shilingi bilioni 8. Mimi sina haja na pesa. Mimi kama ningetaka pesa kwa serikali ningepata kwa serikali iliyopita, kwa sababu nilikuwa na windwa kila siku na kutafutwa niwachane na President William Ruto niende pande ile nyingine. Kama ningekuwa ni mtu iko tamaa ya pesa, ningekuwa huko siku ile. Kisemekana tuendelee na kazi, tuko tayari. Kisemekana tuende nyumbani, pia tuko tayari. Hata kama tutaenda nyumbani, ombi langu tu kwa watu ya mlima, msikubali kugawanywa. Na sio lazima niongoze nyinyi. Kiongozi mwingine wote anaweza ongoza watu ya mlima. Wakikubali kugawanywa, kwa sababu mimi nimekataa kugawanywa, nikitolewa ndio labda njia ipatikane wakawanyike, watu ya mlima watapata shida kubwa sana. Joseph Kithangi, ripoti ya Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV.